Huyu dada anaitwa Kami, ni moja ya macelebrity wakubwa sana hapa nchini Nigeria, lakini pia ni moja ya mabalozi wakubwa sana kwenye kampuni moja inayodili na masuala ya usafirishaji. Hivyo kwa kuwa na ushawishi mkubwa mtandaoni, akawa anapanda live kuambia mashabiki zake waendelee kuisupport kampuni ambayo anafanya nao kazi. Baada ya kumaliza, akamuuliza huyu msaidizi wake hapa ambaye anaitwa Shade kuwa umeionaje hiyo. Bibi naye akamwambia kuwa imekaa unyama. Kama ndo mara yako ya kwanza unakutana na hii channel, hebu tisha hapo chini kwa kusubscribe, kushare, lakini pia usisahau na kugusa alama ya kengele hapo pembeni ili zikidondoka tu walete. Basi bana, mishale fulani hivi ya usiku tunatupa kwenye hii restaurant hapa, tunakutana na hawa washikaji. Huyu hapa ambaye anaitwa Lali na hawa washikaji wawili ambao ni kapo. Mchizi anaitwa Belo na bibi anaitwa Silia. Sasa huyu Belo aliendaga nje ya nchi kikazi, maana taaluma yake ni daktari huyu jamaa. Hivyo baada ya kumaliza kilichompeleka ndo amerudi sasa. Na ndo maana yeye na mshikaji wake Lali wakapanga wakutane hapa ili kuja kuenjoy. Sasa wakati stories zinaendelea, akaingia Kami, yule bibi maarufu tulomuona mwanzo. Lali akampokea kwa mabusu na nini. Kumbe hawa washikaji walikuwa ni wapenzi bana. Basi akawa anamtambulisha pale huku anavimba kuwa mpenzi wake ni maarufu na ana followers wengi sana kwenye mitandao yake ya kijamii. Hapo hapo Silia akadakia, mimi ni shabiki yako na huwa nakufuatilia sana. Kami akaona, oh thank you. Lakini Kami alikuwa anampenda sana mpenzi wake. Basi bana, kesho yake asubuhi tunamuona Lali katoka lesi anaongea na simu. Ilikuwa ni bebe anaipanga kwamba kwa sasa yuko busy, kuna kitu anafanya hivyo hawezi kuongea. Mara akasikia baby, haraka ikabidi akate simu. Lakini alotoka ni Kami. Ina maana alokuwa anaongea naye ni mwingine. Sijui unaelewa? Basi bibi akamwambia kuwa amepata donge moja nono mno. Kuna kampuni moja kubwa inayodili na masuala ya fashion imemtaka awe balozi wao. Hivyo kuanzia maokoto, pete ya uchumba na hata ukumbi wa harusi pia vyote juu yao. Basi sherehe tu, makumbato mengi eneo la tukio. Tunatupa upande wa pili, tunakutana na Belo pamoja na mpenzi wake. Mshikaji anaonekana hayupo sawa kabisa, na hiyo ni kwa sababu kipindi cha nyuma kabla wazazi wake hawajafariki walimwachiaga kituo cha kulelea watoto yatima ambacho walimuomba mno hakikisha na kisimamia vizuri. Hasa kampuni ambao walikuwa wanasaidia kutoa baadhi ya misaada kama vile chakula na nini wamejitoa bana, hivyo kwa sasa itabidi akomae mwenyewe. Silia akawa anampoza tu na kumwambia kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Basi bana, huku kwa Kami, bibi yuko live Instagram anaongea na mashabiki zake. Si unajua tena masuperstar. Anawaambia kwamba kesho ni siku muhimu sana kwenye maisha yake, kwani ndo siku ambayo anaenda kwao kufunga ndoa ya kimila na mpenzi wake. Wanigeria wenzetu huwa wanaanzaga kwanza ndoa za kimila alafu ndo mambo mengine yafuate. Lakini pia aliwaambia kuwa hata waacha nyuma kwenye tukio hilo, atahakikisha tukio zima linakuwa live ili nao wapate nafasi ya kumjua huyo mpenzi wake kwa mara ya kwanza, maana hajawahigi kabisa kumposti kwenye mitandao. Basi alipomaliza akawaaga. Kweli mzee, kesho yake bibi alifika mpaka nyumbani kwao kwa ajili ya mchakato. Shangazi yake akamkaribisha kwa makumbato mengi, stories hapa na pale. Si unajua tena watu wakiachana kwa muda mrefu. Lakini pia hata nguo ambazo alitakiwa kuvaa leo tayari zilishaandaliwa. Basi akawa anapigwa makeup ili ya wake. Punde wakaingia mashangazi zake huku wanaimba nyimbo za Kiyoruba, mambo ya tamaduni hayo. Walimuimbia pale, walipomaliza wakaondoka. Kami alikuwa na furaha sana, lakini pia alifanya kama alivyoahidi mashabiki zake kwamba kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika kitakuwa live kwenye social media zake. Hivyo ring light hapo hewani muda wote. Kweli mzee, familia za pande zote mbili zilikutana na mzee mzima Lali alifika pale na mshikaji wake Belo kama bestimani wake. Basi vinanda vililia sana pale ndani, huku taratibu zingine pia zikiendelea kabla bi harusi hajatoka ndani. Washikaji wanaenjoy mno burudani inayotolewa pale. Huku chumbani bi harusi kashajiandaa na kapendeza huyo, hadi Shade ambaye ni msaidizi wake akampa credit. Huku sebleni ambako taratibu zilikuwa zinaendelea, Lali akasikia kuna message imeingia kwenye simu. Ile kusoma hivi ikamfanya tafakari kwa sekunde kadhaa, kisha akaondoka pale. Mshikaji wake Belo ikabidi amfuate. Walivyofika nje, Belo akamuuliza, vipi mzee? Lali akasema kuna sehemu inabidi aende mara moja. Belo akashangaa, lakini leo si ndo harusi yako mzee? Unajua nini? Wewe nisaidie tu kuniwakilisha hapo, mimi nitarudi. Kisha akaondoka zake. Belo alimuita sana tu, lakini mchizi hakumsikiliza. Akawasha gari akajijenga. Belo akabaki na viulizo tu, mshikaji upoja ise? Ikabidi akampe taarifa bibi harusi sasa ili asije akaanguka kwa pressure. Kami aliwaka kishenzi. Inawezekana vipi aondoke tu bila kuniaga siku muhimu kama hii? Anampigia simu mchizi haokoti. Belo akasema, huwezi jua, huenda ikawa kuna kitu muhimu ameenda kufanya. Hivi unajua kuna watu wangapi kule? Nitaambia nini sasa?
Ikawa kisanga mzee. Bwana harusi kachimba, bi harusi naye haelewi hata afanye nini. Mshikaji alimsihi tu kuwa apunguze pressure, kisha akaenda sebleni. Wakati anaendelea kutafakari nini cha kufanya, kuna mtu akamtumia video WhatsApp. Ile kucheki hivi ni Lali yupo na bebe ingine. Mahaba ni mengi mno mpaka anamwagikia. Ile ikamchanganya sana bibi, akahisi hadi utumbo unatokota. Lakini akamkumbuka yule bibi wa kwenye video. Kuna siku mchizi aliwahi kumtambulisha na kumwambia kuwa yule ni mfanyakazi mwenzake. Na kwa kuwa bibi alikuwa anamwamini sana mpenzi wake, hakuhisi kama kuna chochote kilikuwa kinaendelea kati yao. Basi akajiona mjinga sana kwa kutolijua lile mapema. Msaidizi wake akamsanua kuwa mshikaji hiyo ndo michezo yake, kwani hata yeye aliwahi kumtongoza hapo awali, licha ya kujua kuwa ni msaidizi wa mpenzi wake. Kami akamuuliza, kumbe ulikuwa unayajua hayo yote, mbona hujaniambia kipindi chote iko umekaa kimya? Shada akasema kuwa niliogopa, nilihisi ungeweza kunifukuza kazi. Basi rumors zikaanza kutembea pale sebleni. Kwa kuwa wazee hawakupewa taarifa rasmi kutoka kwake yeye mwenyewe, wao waliendelea na mchakato kama kawaida. Aliitwa Kami, akasomewa risala fupi, kisha akapewa na glasi ya maziwa ili ampelekee bwana harusi. Bibi aliposimama akalitupa jicho kwa Belo, akaona huu rafiki yake ndo wakubeba huu msala. Muda huo mshikaji anajaribu kumpigia Lali kama atapokea. Kweli mzee, bibi alisogea na kulikita goti kwa Belo. Mshikaji akashangaa, ndo unafanya nini sasa? Bibi akambembeleza chini chini kuwa apokee ile glasi, maana lile tukio liko live, almost watu 50,000 duniani wanalitazama, hivyo itakuwa ni aibu kubwa mno kwa celebrity mkubwa kama yeye. Belo akamwambia, hii ni dhambi, unanipa kinywaji ambacho ilibidi apokee mume wako. Lakini Kami alimuomba sana amstili. Basi mshikaji kinyonge ikabidi aipokee, kisha akaigigida kama inavyotakiwa. Alipomaliza bibi akamwambia inatakiwa irudi na hela. Mchizi anatetemeka huyo, ikabidi atie dola kadhaa. Basi walipomaliza wakasogea kwa pamoja, kisha wakawa wanafundwa pale. Baada ya mchakato kuisha, wazee wake na Lali walifokao kwamba kwa nini afunge ndoa mtu mwingine badala ya kijana wao. Yaani wazee hawajui kuwa kijana wao mwenyewe ndo anapiga za engonga. Kwani unafikiri iliishia pale? Ule moto uliwaka hadi huku ndani. Mchizi analalamika kwamba kwa nini amekifanya kile alichokifanya. Bibi alijitetea na kumwonyesha ile video ya rafiki yake. Kwa yeye alifanya vile ili kuondoa ile aibu, kwani ingemharibia career yake na hata status yake kwa jamii, lakini pia ingemharibia hata kwa baadhi ya makampuni ambayo wanamuamini. Mara ghafla akaingia Lali akamweka ngumi. Ikawa ni ugomvi, kwani Lali alihisi kuwa mchizi kamsaliti. Bibi ikabidi amwambie tu ukweli kuwa yeye ndo alimlazimisha. Kisha akamwonyesha na ile video ya uchafu aloenda kufanya. Mchizi akaona ishakuwa cheche, ikabidi tu aombe msamaha. Sasa alilia sana unaambiwa, lakini bibie ndo alishakata kamba hivyo. Sasa kashishe ikawa kwa Belo, maana lile tukio lilikuwa lipo live, hivyo watu wengi sana wameona. Mpenzi wake hamuelewi kabisa, anahisi kuwa mchizi alifanya vile kwa maksudi, lakini haikuwa tu kwa mpenzi wake, hata mjomba wake pia hakupenda ile. Analalamika kuwa inawezekana vipi anaenda kuoa bila kumtaarifu wakati wanakaa nyumba moja, hivyo akaona kuwa kamdharau, akaondoka kabisa pale nyumbani. Basi bana, kesho yake mchizi akaingia nyumbani kwa Kami, akamwambia kuwa inabidi waweke kila kitu wazi, hakuna haja ya kuendelea kuficha. Kami akamwambia, hatuwezi kufanya hivyo, nitapoteza kila kitu, brandi yangu, na hata watu watanicheka pia. Lakini mbona unajiongelea wewe tu? Vipi kuhusu mimi? Vipi kuhusu mahusiano yangu? Mjomba wangu analalamika kuwa nimeenda kuoa bila kumtaarifu. Basi Kami kusikia vile akamwambia kuwa atapanda live kuwaambia, ila itabidi ampe muda. Mchizi akamwambia kuwa anampa wiki moja tu, kisha akaondoka. Sasa ile kampuni ambayo walitaka kudhamini harusi yake wakataka wafanye naye interview akiwa na huyo mpenzi wake. Ile ikamchanganya Kami, ikabidi amfuate mshikaji na kumweleza. Mshikaji akamwambia, mimi siwezi kufanya hivyo kwa sababu mimi sio mume wako. Kami akamuomba sana akubali na akaahidi kulipa kiasi chochote cha pesa anachotaka. Hapo hapo akaingia siri akasema, kama upo tayari kulipia milioni 5 sawa. Belo akawa hataki kabisa, kwa sababu swala lililopo pale sio pesa, ni kuhusu pia mjomba wake ambaye hawana maelewano kwa sasa. Kami naye kusikia vile akasema kuwa atalipa hizo milioni 5, kisha akaondoka. Si anajua tu kuwa mchumba ana nguvu, hivyo ataweza kumshawishi. Sili alimshawishi sana na kumwambia kuwa asijifikirie tu yeye, afikirie pia na wale watoto ambao wanahitaji chakula kwa sasa, hivyo akichukua ile pesa itasaidia kukidhi baadhi ya mahitaji. Kweli mzee mshikaji kusikia vile akafungua moyo, maana alikuwa anajali sana kuhusu hao watoto.
Basi bila kuchelewa akaingia mpaka nyumbani kwa Kami. Kisha akaanza kufanya mazoezi kwanza, jinsi ya kujibu akiulizwa kuwa alikutana wapi, mahusiano yao yana muda gani, vitu kama hivyo. Si unajua tena hataki kukosewa, maana Kami ni mtu mkubwa eti. Kweli mzee, baada ya pale wakapata pia na muda wa kupiga stori 2-3, kujiwana na nini. Basi toka hapo washikaji wakawa wanaongea sana kwenye simu. Na hata siku ya interview ilipofika, mshikaji alitisha sana. Alifunguka stori za uongo na ukweli pale, kisha akamweka na busu kabisa katikati ya mchakato. Walipomaliza, msaidizi wake akamletea taarifa kuwa interview imepokelewa vizuri sana mtandaoni. Watu wengi wamecomment kuwa wamependezana sana. Lakini pia mchizi alimuomba msamaha kwa kumkisi mida ile, maana haikuwa kwenye plani. Kami akamwambia haina shida, imesaidia pia. Washikaji walikula stori huku wakijipongeza na waini nyingi mezani. Ilivyofika mida ya usiku wakati wanaagana, washikaji wakajikuta wanataka kukisi, lakini Kami akakwepesha. Kisha huyo akaondoka. Sasa kile kilichotokea pale, kuna shabiki mmoja alirekodi bana. Hivyo mtandaoni kumewaka kuwa Kami hakai pamoja na mume wake. Lakini hata ile ya kukwepesha kisi pia iliongeza na uzito pia. Basi ile ikamchanganya sana Kami. Jamani, umaarufu una shida. Basi ili kulinda brandi, ikabidi amfuate Belo na kumuomba wakakae wote nyumbani kwake. Mchizi akasema hiyo haiwezekani, labda yeye ndo akae pale nyumbani kwake. Kami akasema, wewe unafikiri mpenzi wako atajisikiaje kuniona mimi nakuja kukaa hapa na wewe halafu yeye akiwemo? Mchizi akaona kweli haitakuwa poa. Basi ikabidi aanze kukusanya nguo zake ili aende kwa bibie. Lakini mpenzi wake akawa hajaafiki ile. Akasema kama anaenda kukaa huko itabidi Kami aongeze hela. Mchizi akasema lakini mimi sifanyi hivi kwa sababu ya pesa, na wala hakuna chochote kinachoendelea kati yetu, mimi namsaidia tu. Bibia akawa mkali kabisa, utafikiri sio yeye alomshauri akubali siku ile. Kwa kuwa Sili alikuwa anahitaji pesa, mchizi akasema kuwa atamtumia. Asimtie aibu ikaonekana hawana pesa au anashindwa kumhudumia mpenzi wake. Sili alikuwa anataka milioni 2 unaambiwa. Kweli mzee, mshikaji alifika kwa Kami na akaonyeshwa chumba chake. Basi ikabidi kwanza waizime ile skendo kwamba hawakai pamoja. Walipanda live na Kami akawaambia mashabiki zake kuwa hizo zinazoendelea huko mtandaoni ni rumors tu, kwani yeye na mume wake wanaishi pamoja. Basi wanavyojibebisha sasa utafikiri kweli. Lakini wakisima kamera wanapeana distance, kisha mchizi anaingia chumbani kwake kulala. Asa kila kitu kilichokuwa kinaendelea mtandaoni kuhusu Kami na Belo, Lali alikuwa anaona, hivyo akawa anaumia sana. Mchizi aliwaza, akaona ngoja niwaonyeshe. Akampigia moja wa mabloggers wakubwa sana pale Lagos na kumwambia kuwa kuna umbea anataka kumpa, hivyo waonane. Huku kwa Kami na Belo maisha ya maigizo yaliendelea kwenye uhalisia. Washikaji wanatoka out ili tu kuwaaminisha watu kuwa wako pamoja. Mashabiki kuomba selfies, unajua. Lakini mshikaji alikuwa anamzingatia sana bibie. Ni kama kuna connection fulani hivi ishaanza kujijenga. Hapo hapo akapokea simu kutoka kwa mpenzi wake Sili, anaomba pesa. Ile kitu inamkata sana Belo, maana imekuwa ni kila siku, alafu sasa aombi kidogo anaomba nyingi. Mchizi akasema sawa, nitakutumia. Basi bana, mapema kabisa leo mchizi akamtaka Kami waende dates. Yaani sio ya maigizo, ni serious dates. Lakini pia akamwambia kuwa kashaanza kumpenda. Kami akawa anakataa, kamuuliza wewe una mpenzi? Mchizi akasema hajawahi kuhisi upendo alionao sasa hivi kipindi yupo na Silia. Lakini Kami akamwambia kuwa haiwezekani, alikataa yani. Basi mule ndani kukawa na minuno ya chini chini. Kami akawa haitiki kabisa salamu ya Belo. Mida baadaye mchizi akaingia nyumbani kwake. Mpenzi wake alipoingia na kumuona akafurahi sana, maana mshikaji katoka kumtumia milioni 1 muda so mrefu, alafu hakumuomba. Akamuuliza mbona umenitumia hela yote ile? Mchizi akasema ile ndo zawadi ya kuachana mimi na wewe. Bibi akashangaa nini? Mshikaji akamwambia kuwa ni muda mrefu sana amegundua kuwa amekuwa akimchiti, kwani kwenye simu ya Silia kuna namba alisevu kama sister ilikuwa ikimpigia sana. Hadi mchizi akapata mashaka, akaikopi kwake kisha akaipiga, lakini alipokea ni mwanaume. Basi toka hapo akaandaa mtu special kwa ajili ya kumfuatilia. Na baada ya muda huyo mtu akaja kumpa majibu kuwa amekuwa akitoka na wanaume 3 kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa yeye alikuwa anamfanya kama ATM tu. Basi ili alivyoona maji yamezidi unga ikabidi aanze kuomba msamaha. Lakini mchizi akamwambia akabebe kila kilichokuwa cha kwake ajichenge. Mida ya usiku Shada anakuja kumpa taarifa kuwa mtandaoni kumechafuka. Lali ameongea kila kitu kilichotokea na kila mtu sasa hivi anajua kinachoendelea. Ina maana yote walioyafanya ni bure. Basi bila kupoteza muda Belo akamrukia na kumpa onyo kali. Kwani unafikiri jamaa linaogopa sasa, linaongea choo tu. Mchizi alivyoona jeuri nyingi akamtia kitasa. Akamuonya akae mbali kabisa na Kami, kisha akaondoka. Huku nyumbani, kampuni ambayo walitaka kugharamia harusi ya Kami pamoja na kumpa mkataba, wanampa taarifa kuwa wamesitisha. Na hiyo ni kwa sababu ya skendo iliyopo mtandaoni kwa sasa. Hawawezi kufanya naye kazi tena.
Kami alihisi kuwa akapoteza kila kitu, lakini Belo bado alisimama na yeye na kumfariji kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Kwa kuwa hakukuwa na njia nyingine, ikabidi kwa pamoja wakili na kueleza ukweli wa mambo ili kila mtu afahamu. Lakini pia Belo alimueleza kuwa anampenda sana na anahitaji nafasi ili amthibitishie hilo. Lakini Kami naye alikuwa ni ujeuri tu, kumbe na yeye alikuwa anampenda bana. Basi wakapeana na ukwaji na nini. Sasa washikaji bado hawakujua kuwa wapo live. Watu wakaanza kucomment kuwa wamependa story yao hadi kufikia pale walipofika. Na unajua nini? Baada ya siku kadhaa washikaji wakafunga ndoa, na mara hii haikuwa ya maigizo, ni furaha tu. Na hapa ndo nakuwa mwisho ili chupa linaitwa Here Comes the Bride. Unaweza ukaniandikia hapo chini umelionaje ili chupa. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza unakutana na hii channel, hakikisha una subscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kukutana na haya machupa pindi tu ninapoyadondosha. Lakini sijapata mwaliko na leo ni sikukuu, au ndo niendelee kupambana na malikapu? Haya bana, ulikuwa na mimi Mudi Ndalo na hivi ndo huwa nafanya. Nawapenda wote na niwatakie Idi njema.